Movie inaanzia hapa, kuna mchizi yuko live muda huu na alikuwa anamotivate watu kuhusu habari za mahusiano. Huyu mchizi bwana anaitwa Jason. Sasa yeye huwa ana channel ambayo huwa anazungumzia habari za mahusiano. Kwa hiyo muda wote akiingia live huwa anatoa mafunzo na advice kuhusu mahusiano. Lakini mzigo unje kutupa upande wa pili, unje kumuona bidada mmoja ametrodiza. Sasa muda huu akiwa amerudi nyumbani kwake akiwa amechoka kinoma, sasa akawa anafunga mlango wake, akasikia sauti ya mtu akiwa anaongea nyuma yake, akamwambia kwamba achague moja kati ya ampe pesa ama ampe maisha yake. Sasa Diesel kwa uoga akabidi amwambie kwamba atampa pesa yote ambayo anahitaji, lakini amwachie maisha yake kwa sababu familia yake yote inamtegemea yeye. Kwa hiyo akifa familia yake itapitia wakati mgumu, kwa hiyo anaomba aachwe na atampa hizo pesa ambazo yeye anazihitaji. Sasa Diesel alikuwa anaongea na huyu mwizi, akawa anaongea naye lakini kama sauti anaifahamu, ikabidi amuulize wewe ni Anita. Sasa alipogeuka akagundua kwamba ni rafiki yake ambaye anaitwa Anita. Ndio Anita ana mbavu kwa sababu amegundua rafiki yake ni mroga kinoma. Lakini Diesel akamwambia kwamba hivi unadhani nilikuwa naogopa? Nilikuwa nakufanyia prank na wewe. Lakini muda huu Anita ni anacheka tu kwa sababu anagundua rafiki yake ni muoga kinoma. Lakini wakakaa ili waongee. Sasa Diesel akamwambia kwamba Anita, vipi mbona amekuja bila kumpa taarifa? Lakini Anita akamwambia kwamba amempigia simu nyingi sana lakini bidada hajaokota simu. Kwa hiyo ndio sababu ambao amekuja bila kumpa taarifa. Lakini dada hakuwa na shida kabisa, kwa hiyo akukataa rafiki yake kukaa hapo na akaambia kwamba atakuwa anaenda mzigoni wote kwa sababu bidada ana duka lake la viurembo na maua. Kwa hiyo wataenda wote ili asibaki mpweke akiwa nyumbani. Sasa asubuhi na mapema sana tunamwona Diesel akiwa yupo dukani kwake. Sasa akiwa ametulia hivi akatokea mteja mmoja wa kike bwana. Akaja akawa anataka zawadi nzuri ambayo anataka kumpelekea mpenzi wake kwenye Valentine. Sasa akamwambia Diesel, dada, nataka zawadi nzuri ambayo itakuwa special kwa ajili ya mpenzi wangu na itaweza kuwasilisha upendo wangu kwake. Hayo alikuwa maneno ya huyo bidada bwana, akiwa anamwambia Diesel kwamba anataka zawadi special, na kibaya zaidi anataka zawadi isiyo nyekundu kwa sababu boyfriend wake hapendi rangi nyekundu. Kwa hiyo anataka rangi ya blue. Sasa hebu niambie hapo kwenye comment section, ni zawadi gani ya blue ambayo unadhani itapendeza kwenye macho ya boyfriend wako? Sasa Diesel kichwa kikaanza kumuuma kwa sababu haelewi anaweza kumpa zawadi gani ya blue, na akiangalia hapa baadhi ya vitu vyake vingi ni vyekundu na vyeupe kwa sababu hivyo ndo watu wengi wanavipenda. Sasa bidada anataka ya blue, lakini Diesel ili asimfukuze mteja akamwambia kwamba atapata tu chaguo lake zuri ambalo atalipenda. Sasa sijui alimpa zawadi gani, lakini mzuri ni kutupa tena upande wa pili ya kumuona Jason akiwa amealika watu wawili ambao ni wapenzi na mapenzi yao yana trend sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mchizi bwana anaitwa Big K, wewe usimaanishe vibaya, anaitwa Big Kai, lakini yeye anapenda kujiita Big K na mpenzi wake anaitwa Beatrice. Sasa leo bwana walikuwa wanazungumzia issue ya msamaha. Sasa mchizi alikuwa anaongoza mada ya msamaha akiwa anazidi kuwashirikisha na Big K na Beatrice. Sasa walikuwa wana participate vizuri sana kwenye hii mada yao na watu walikuwa wanamwaga comment zao na Beatrice akawa anapitia comment na wakawa wanajadili wote kwa pamoja ili waweze kuwafundisha watu na kuwapa watu advice kutokana na matatizo ambayo watu wanayapitia. Sasa kuna comment moja ilikuwa imemshtua sana Beatrice. Sasa hiyo comment bwana ilikuwa inasema hivi: huyo Jason ambaye anatushauri hapa kuhusu habari za msamaha, yeye akati kwenye maisha yake halisi hafanyi hivyo vitu kwa sababu mimi ni mpenzi wake, lakini hapokei simu zangu wala hajali msamaha wangu. Ni mtu ambaye hajali kuhusu hisia za mtu mwingine. Alikuwa ameandika comment fulani ambayo kila mtu alimuona Jason ambaye ana pretend maisha, yani kwenye uhalisia na kwenye kamera ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kwenye kamera anaonekana ni mtu mzuri ambaye anashauri watu vizuri, lakini kwenye reality hayuko hivyo. Sasa akajikuta anapoteza mashabiki wengi na hata Beatrice na BK pia wakamuona muongo kwa sababu walitegemea kwamba mchezi ni mtu safi sana. Kwa hiyo live ikaishia hapo na Beatrice na Big K wakaamua kuondoka na kumwacha Jason na kipindi chake. Sasa mchizi akakosa la kufanya, ilibidi akate live na ajipange ili kuja kuwapanga mashabiki wake kwa sababu mashabiki wamepukutika kama mchezo ndani ya muda mfupi, amepoteza mashabiki wengi sana. Aliye comment ule upuuzi anaitwa Tiwa, ni ex wa Jason. Sasa asubuhi mapema sana akamtembea Jason kwake. Sasa Jason baada ya kumuona kisirani kikampanda kishenzi, akaanza kumzingua Tiwa na kumwambia kwamba amecomment ushenzi, amefanya mpaka brand yake imeshuka na ameweza kupoteza mashabiki wengi sana. Kwa hiyo aondoke, maana anaweza kampasua kichwa chake na akapata kesi. Kwa hiyo ili asipate kesi na asiende polisi, ni vyema tu bidada aweze kuondoka kwa sababu anaweza kumsababishia matatizo. Sasa bidada pale alikuwa anatoa maneno fulani ya nyodo, lakini mchizi alikuwa yupo serious sana, alikuwa amemind kishenzi, akasema nikipata chance hata kidogo naweza ngakupasua kichwa chako. Kwa hiyo bidada akaona kama mchizi yuko serious, akaamua kuondoka kweli. Tunakuja kumwona Diesel tena akiwa yuko dukani kwake. Sasa alikuwa na Anita, lakini akatokea mteja mmoja. Huyu ni ndugu yake
yake na Uncle T. Sasa alipofika pale akasema kwamba nataka zawadi nzuri ambayo itakuwa special sana kwa mpenzi wangu. Sasa Anita na Diesel akauliza, je, ni wa kike? Lakini Diesel akasema hapana, ni wa kiume, tena ni content creator, ni live streamer. Sasa Anita na Diesel hawaamini macho yao kwamba mchizi anampenda mwanaume mwenzie. Sasa akachagua maua kadhaa na akachagua zawadi ambayo mchizi anatakiwa apelekewe. Sasa akasema kwamba hataki kuipeleka yeye hiyo zawadi, lakini anahitaji Diesel aipeleke hiyo zawadi. Sasa Diesel alikuwa amevaa mavazi ya kiume, ni kama tomboy fulani, lakini ndugu yake Angutia kutaka Diesel apeleke hiyo zawadi akiwa amevaa kama tomboy. Kwa hiyo akamwambia kwamba atamlipa pesa nyingi na avae nguo za kike na apendeze na apeleke hiyo zawadi. Sasa bidada kwa sababu amewekewa mzigo mnene sana mezani, akawa hana budi akakubali kwamba ataipeleka hiyo zawadi akiwa amevaa nguo za kike, japokuwa alipokuwa manunguniko, lakini kwa sababu anahitaji pesa akakubali. Lakini upande wa Jason, yeye chakula kipande kabisa, kwa sababu amepoteza mashabiki wengi ndani ya siku moja tu. Yaani kwa ajili ya comment moja ilimfanya aweze kupoteza mashabiki wengi sana. Kwa hiyo akawa yuko sawa na akashindwa kula kabisa. Sasa ilibidi aendelee kichumbani kwa sababu anaona chakula chenye kipande. Sasa kwa Diesel, bwana, siku ya kupeleka zawadi imefika sasa. Sasa kila akichagua nguo zake anagundua kwamba ana nguo za kiume pekee, hana nguo yote ya kike. Sasa kichwa kikawa kinamuuma, lakini Anita ikabidi ampe nguo zake kwa sababu yeye anavaa nguo za kike lakini Diesel anavaa nguo za kiume. Kwa hiyo Anita akamsave kwa namna hiyo. Kwa hiyo akamgia gauni zuri na viatu virefu. Sasa sidhani kama ataweza kuvitumia hivi viatu kwa sababu yeye tayari kashazoea viatu vya kiume. Sasa upande wa pili tunaweza kumuona Jason akiwa zake yupo studio. Sasa alikuwa na mawazo sana, ana mpango kuingia live lakini hajui anawaambia nini mashabiki zake. Sasa kumbuka kwamba Tio amemharibia sana huku na amemfanya amepoteza uaminifu wa watu, yani watu hawamwamini tena na ametrend na kuonekana kwamba ana fake life. Sasa akawaza mwisho akaona bora aingie live, na alivyoingia live akawaambia mashabiki zake kwamba leo amekuja hataki kumotivate chochote wala hataki kuzungumzia issue ya mahusiano, hataki kuzungumzia issue yake mwenyewe na hiyo comment ambayo Tio amecomment. Sasa akawa anatoa maelezo pale kwamba yule ni ex wake, kwa hiyo amefanya yote ili kumharibia tu na anataka tu amuone anateketea. Sasa mchizi alitoa maelezo mengi, lakini akiwa anaongea pale comment zikaanza kubadilika, watu wakaanza kusema mbona unaonekana mzuri nini. Sasa yeye Jason alikuwa afahamu kwamba nyuma Diesel alikuwa amekuja na amemletea zawadi. Sasa alipokuwa anapitia comment ndo akaja kugundua kwamba nyuma kuna mtu. Alipogeuka akakutana na biskali fulani hivi imenyoka kinoma, lakini haiwezi kutembea na viatu virefu, ikawa inatembea kama miguuni imefungwa kamba hivi. Sasa mchizi baada ya kuona amekuja Shpapi na watu wamerespond vizuri, ilibidi aruke na hiyo brand. Kwa hiyo akasema kwamba huyu ni girlfriend wake, kwa hiyo akaintroduce pale, yani akamtambulisha pale kwenye live stream yake. Kwa hiyo watu wakajua kwamba huyu dada ni mpenzi wa Jason. Sasa watu wakaanza kufurahia tena upya. Sasa mchizi baada ya kumtambulisha bidada kwenye live stream yake kama girlfriend wake, aliwashukuru mashabiki kisha akazima live stream. Sasa baada ya kuizima live stream, bidada akawaka kishenzi, akamwambia kwamba usidhani mimi shabiki yako labda nakufagilia, ila mimi nimetumwa tu kuleta hizi zawadi, kwa hiyo mimi sikufagiliwa na wala sifuatilii. Sasa mchizi akawa anaomba msamaha pale, lakini dada alikuwa amemind kinoma, akawa ameondoka na vitu vyake virefu ambavyo alikuwa anajigonga miguu. Sasa mchizi anaamka asubuhi anakuta habari ambazo zina trend ni habari zao tu kuhusu kumtambulisha girlfriend wake. Kwa hiyo brand yake imerudi tena na watu wanaonekana kwamba wamerespondi vizuri zaidi kuliko mwanzo. Sasa mchizi akaamua kwenda kwenye duka la Diesel ili akamwombe msamaha na wafanye mpango wawe kwenye mahusiano ya uongo ili kuaminisha watu kwamba wako kwenye mahusiano ili asipoteze brand. Lakini alipofika kwenye duka la Diesel akamkuta Diesel akiwa katika mavazi ya kitomboy. Sasa akashindwa kumtambua kwa sababu siku ile alikuja amevaa vizuri kama mwanamke, lakini hapa akamkuta mtu ambaye amevaa nguo za kitomboy, kwa akashindwa kumtambua kwa haraka. Sasa akawa jaribu kuongea naye na akawa anamuulizia Diesel kwa kutumia picha kwa sababu alikuwa fahamu jina lake. Lakini alipomtazama vizuri akagundua huyu ndio yule bidada. Akamuuliza, "Hivyo ndio yule bidada ambaye ulikuwepo kwenye live stream yangu?" Bidada akamjibu, "Ndio, vipi ulikuwa unataka nini?" Yaani bidada ni kisirani kwa sababu ndugu zake karibia wote wamempigia simu kwa sababu wametrendi kuliko kawaida. Sasa mchizi akaanza kumuomba msamaha kwa sababu alimuingiza kwenye hili janga bila yeye kupanga, wala hakuna yote aliyepanga kati yao. Sasa mchizi akamwambia kwamba anahitaji wafanye kazi moja, yeye atamlipa na atamfanyia promotion ya duka lake. Kwa hiyo atapokuwa kwenye huo mpango atafaidika mara mbili, kwa sababu kwanza Jason atamlipa na cha pili atamfanyia promotion ya duka lake. Sasa anatakiwa waigize kama wapenzi, wawe kama fake relationship kwenye social media ili watu waamini kwamba wao wako kwenye mahusiano, lakini ukweli ni hapana, hawako kwenye mahusiano kabisa. Sasa mchizi akaanza kuingia naye live, wakaanza kuzungumza baadhi ya mambo kuhusu mahusiano, kuhusu mapenzi. Sasa watu wakaanza kuwaona rasmi na wakiamini kwamba hawa wawili wapo kwenye mahusiano, lakini kiukweli hawapo hivyo. Sasa bidada akiwa dukani kwake anapata delivery nyingi sana. Sasa akiwa na Anita akaanza kuambia kwamba fans wa
wa Jason wana pesa sana kwa sababu wanaagiza vitu vya bei mbaya sana. Kwa hiyo anajikuta biashara yake inazidi kuimprove na anazidi kuweka deal na Jason. Sasa kama kawaida maigizo yanaendelea. Sasa wakiwa wanaendelea kuigiza wakawa leo wameamua kutengeneza video kabisa. Sasa video bwana ikawa inatakiwa wawe wamelaliana wawe romantic ili watu wazidi kuamini kwamba kweli wako kwenye mahusiano. Sasa walipokuwa wamekumbatiana, sasa mchizi akawa kama amemshika kwenye kiuno, bidada akawa amemind. Yaani kwa hiyo video ikabidi iishie hapo live stream. Hapa wanatengeneza video tu. Kwa hiyo mambo ya kumind nini yanawezekana. Sasa wakawa wanaigiza katika angle tofauti, wakawa wanaigiza kama wametoka kuamka asubuhi na mapema sana, wakawa wamevaa nguo za kulalia zile. Bidada akawa anaandaa chai. Sasa mchizi anakuja pale anamshikashika. Sasa bidada afili comfortable kwa sababu hivyo vitu yeye hajavizoea kabisa. Kwa hiyo ilibidi amwambie director, bwana huyu mchizi mbona kazidi, ananishikashika sana, kwa hiyo iko kitu mimi si feel comfortable. Sasa hapo watu wanautafuta reality ili watu wazidi kuamini kwamba hii ni reality, sio fake relationship. Kwa hiyo scene ilibidi irudiwe mpaka waweze. Kwa mchizi akaamua aje na mbinu mpya, ilibidi asimshike wala nini. Kwa hiyo waende kama scene inavyotaka, lakini wasigusane popote. Sasa mara nyingine inabidi reality usio kwenye kamera tu, ilibidi hadi watokee hadharani. Kwa mchizi akawa anamchukua bidada na kumpeleka kwenye restaurant nzuri za gharama. Wakawa wanaenda kula huko wakiamini kabisa kwamba paparazzi watakuwepo. Kwa hiyo watawarekodi na watapiga picha na watazidi kuwa trending na wataaminika kwamba hawa kweli wako kwenye mahusiano. Na kama walivyotegemea, kuna mtu alikuwa anawafuatilia na akawa anawapiga picha. Sasa siku inayofuata tunajua kumuona Liza akiwa yuko zake dukani kwake, lakini alikuwa anapokea simu nyingi sana za watu wakiwa wanahitaji bidhaa zake. Kwa hiyo akawa yuko busy sana na watu walikuwa wanataka wafanywe delivery wapate mzigo kwa sababu bidada ameshakuwa maarufu sasa hivi. Anita na yeye akaja pale, wakawa wanashangilia kwa sababu bidada sasa hivi kawa brand na anapata order nyingi kuliko kawaida. Sasa akamilisha na zile picha ambazo zina trend, wakawa na fly pale kwa sababu brand yao inazidi kuwa kubwa. Sasa mambo ni kama kawaida, ni kupretend tu mahusiano yao. Kwa hiyo leo wakawa wameenda kwenye michezo wa kurusha mpira kwenye chupa, yaani ukipiga chupa zikidondoka nyingi ndo umeshinda. Sasa sijui unaitwaje huo mchezo, niandikie kwenye comment section hapo. Sasa wakawa na pretend wanacheza na enjoy makumbato ya kutosha. Sasa wakatoka kwenye huo mchezo wakaenda kwenye pool table. Sasa bidada alikuwa afahamu kabisa kucheza huo mchezo, kwa mchizi akachukua jukumu la kwenda kumfundisha pale. Kwa akawa amemshika huko anamfundisha bidada. Sasa hivi kapoa. Sasa bidada baada ya kupiga kiti moja aliweza kufurahi sana kwa sababu hakutegemea kama angeweza kuelewa haraka hivyo. Kwa hiyo akamkumbatia mchizi, lakini akakumbuka kwamba yeye na hayo mambo hawapo na wala deal halijakaa kwamba watengeneze mahusiano yoyote, kwamba wao tu ni biashara na kupretend basi. Sasa mchizi baada ya hapo tunaona Big K, yani Big Kai na Beatrice wakiwa wamerudi tena kwenye live stream ya Jason. Sasa hapa kaomba msamaha sana kwa sababu ya kutokumuelewa mchizi, na kisha akaanza kumpa hongera kwa sababu amerudisha mashabiki wake na ameweza kufanya jambo zuri sana la kuonyesha mahusiano yake. Kwa hiyo akawa anampa pale pongezi nyingi na mchizi kazidi kuzipokea pale, lakini wasichokijua nyuma pazia kwamba watu wanapretend. Sasa wakaanza kuzungumzia issue zao za mahusiano kama kawaida yao na watu wakawa na respond vizuri. Sasa Liza kumbe alikuwa anafuatilia hii live stream bwana. Sasa akawa anaitazama akiwa anaenjoy sana kumsikiliza mchizi. Sasa inaonekana kama bidada ameanza kuvutiwa na mchizi kwa sababu anapomtazama hivi anakuwa anatabasamu. Sasa iko kitu bwana Anita alikuwa anakiona kutokea nyuma. Kwa hiyo akaanza kugundua kabisa huyu bidada, huyu Liza ashaanza kumpenda Jason. Sasa akawa anaangalia na tabasamu. Anita alikuwa anamwangalia tu kutokea nyuma. Sasa akawa anashangaa huyu bidada vipi? Ibidi aanze kupiga naye story ili aelezewe vizuri. Sasa bidada akakiri kabisa kwamba ashaanza kumpenda mchizi. Kwa hiyo Jason ashapendwa na huyu bidada. Sasa mzigo unaje kututupa tena, tunamwona Jason akiwa nyumbani kwa Liza. Sasa alipofika hapa alikuwa anaonekana kwamba ana wasiwasi sana. Yaani alikuwa anamtafuta bidada kwa siku kadhaa lakini alikuwa hampati. Alikuwa anatuma sana SMS lakini bidada aliply chochote. Sasa ilibidi aende kwake ili tu ajue kama yuko sawa. Sasa alipofika pale akutana na Anita. Anita akamwambia kwamba Liza anaumwa sana, kwa hiyo yuko ndani na hawezi kufanya lolote. Sasa mchizi akafika akamkuta bidada akiwa yupo kitandani amelala, anaonekana mgonjwa sana. Sasa Anita akabidi awapishe ili wakae wazungumze na wao wanatazamana pale. Sasa mchizi wakati anamtazama bidada akawa anatapika, yeye jamaa akawa anafanya usafi, yani akawa anahajibika kama mpenzi wake tu. Yani akaanza kujikuta naye anaanza kupata wasiwasi. Inaonekana kwamba na mchizi naye kashaanza kumpenda bidada. Sasa baada ya siku kadhaa unakuja kumuona mchizi tena yuko zake studio, akawa na rekodi zake live stream zake. Sasa akawa anazungumzia mambo ya mahusiano, anazungumzia mambo mazuri yale. Unajua huyu jamaa amededicate sana kwenye issue ya mahusiano.
Kwa hiyo hapa alikuwa kwenye live stream yake kama kawaida. Sasa hapa akawa anazungumzia issue zake za mahusiano nini. Ila mida jioni unajua kumuona tena ameenda kwa Liza. Sasa kwa ameenda kule akawa amempelekea na msosi nini. Sasa bidada akamwambia kwamba nilikuwa naangalia live yako. Kwa hiyo umeweza kunimotivate kitu na umeweza kunipa mafunzo mengi. Lakini Liza akamwambia kwamba hakuna shida na wala asijali. Sasa baada ya siku hiyo tunajua kumuona tena Liza akiwa na Jason wakiwa wanapiga picha fulani hivi za Valentine. Sasa unajua tena wanajiandaa na msimu wa Valentine. Sasa bidada kama kawaida yake leo ukimshika hivi anakuwa ana mind, lakini one time anamuelewa mchizi, anavumilia, yani hivyo, yani kutokana na hizo pigo yeye hajazoea kabisa. Kwa hiyo wakawa wanapata shida sana, japokuwa alikuwa ana enjoy naye wakati. Sasa kuna muda ambao alipigiwa simu akamuita mtu babe ambaye alikuwa anaongea naye kwenye simu. Sasa mchizi alikuwa ameona ile moment, kwa hiyo akawa kama mind fulani, lakini kutokana na alikuwa wapo kazini ikabidi avunge imradi baadaye ajamuulize. Sasa wakiwa kwenye gari mchizi ndio ilibidi aanze kumuuliza, vipi ulikuwa unaongea na nani muda ule? Lakini dada akaanza kuhisi kama mchizi ana jealous, yani ana wivu. Kwa hiyo akawa anamuuliza kwamba vipi unaona wivu? Lakini mchizi akamwambia kwamba hilo ni swali dogo sana ambalo unatakiwa ulijibu bila kutaka mambo mengi. Hebu niambie ulikuwa unaongea na nani? Sasa dada akaanza kulalamika kwamba alizani mchizi anamkea, anamjali, lakini kumbe anauliza tu kwa manufaa yake. Lakini mchizi alikuwa amemind kinoma hadi akashindwa, yani wakashindwa kuelewana siku hiyo. Kwa hiyo bidada akawa ameshuka kwenye gari akiwa na yeye amemind vile vile. Sasa mchizi baadaye majira usiku, baada ya kuwaza sana, akaona acha haya maigizo yaishe, kwa kuwa alikuwa anadanganya watu wake wa social media. Kwa hiyo ilibidi tu aingie live stream, na alikuwa anaonekana yuko na huzuni sana, na alikuwa anaonekana kwamba hayuko sawa. Kwa hiyo alivyoingia live stream pale, akabidi aanze kuambia watu A to Z kwamba yale mahusiano yote yalikuwa ni kupretend, hakuna issue ambayo ilikuwa reality. Lakini kitu ambacho ni cha reality, yule bidada ni mtu mzuri na hana shida, lakini yeye na yeye akaamua atoe hisia zake kwa bidada, na yeye amevutiwa sana na bidada. Lakini navyokuambia hiyo siku live yote alikuwa anazungumzia uzuri yule bidada na mema yake yote. Kwa hiyo alimzungumzia vizuri, na kama unavyojua bidada naye huwa anamfuatilia. Kwa hiyo muda huu mchizi naye akafikisha ujumbe wake, akamwambia kwamba najua unanifuatilia, naomba ujue kabisa kwamba mimi nakuthamini na nakupenda. Sasa bidada baada ya ile live kuisha ilibidi amtimbie mchizi, kwa sababu mchizi aliongea maneno ya hisia sana. Sasa alipofika pale akamwambia kwamba nimeona kila kitu, na mchizi akamwambia kwamba kila kitu nilichokiongea nilikuwa na maanisha, yani upendo wake wote ni wa kweli. Sasa bidada naye kumbe anampenda mchizi, akamwambia naye anampenda kweli. Sasa pale akapeana kumbato zito, na ndio kakuwa mwisho mzigo huu. Usisahau kusubscribe. Mimi ni storyteller wako, niite Imaron, na usisahau kuachia maoni yako hapo ni comment section, na hii ni Verox Story. Asante na bye bye.